Sasa Ada anaonekana kuingia tena kwenye chumba cha Nanie. Nanie akamsogeza na kumshikanisha na jamaa yake John. Sasa hapa ndio tunaelewa kuwa Nanie alikubali kumsaidia Ada kwa kumnunulia mikate na juice ili aje ajifanye yeye ndio mpenzi wake na huyo mchizi John, na yeye ndio kamleta humo ndani. Basi Nanie akawatoa mule chumbani kisha kaufunga mlango. Basi Ada na jamaa yake na Nanie wakiwa wanatoka, kweli shangazi mtu akawabamba. Ada anashangaa kwa nini mshikaji kamwachia mkono, kumbe tayari shangazi kawabamba. Basi shangazi kuona hivyo akafanya maamuzi ya kuwafukuza kabisa ndani ya nyumba. Basi akawa anawabebesha pale mabegi yao. Yaani nawajali vizuri lakini bado mnanikosea heshima. Akamshika Ada na kumweka nyuma ya kiti cha Oge. Tena naomba mnyamaze. Sijui tabia mbaya mmetoa wapi. Kakaangu alikuwa na tabia nzuri. Lakini shangazi tutaenda wapi sasa? Nimesema tokeni ndani ya nyumba yangu. Haya msukume au ngoja nije niwasukume wote. Basi shangazi anaonekana kuwatupa nje ya nyumba. Nataka muondoke ndani ya nyumba yangu. Mnataka mbaki hapa na mniharibie binti yangu wa pekee. Shangazi anaona kama wanapoteza muda. Alichukua begi kwa Ada na kuliweka juu ya Oge. Haya Ada, njoo msukume. Akaona tena kama bado akalichukua lile begi na kumwekea Ada kichwani. Kisha akaanza kumsukuma Oge kwenye kiti chake. Ile tu shangazi mtu analifungua geti hivi, mara geti anaonekana Samson. Shangazi mtu akabaki kadua, anasema Samson. Samson naye anashangaa kuona kina Ada wanafukuzwa. Mjomba Samson? Ndiyo, ni mjomba Samson. Shangazi ndio aamini. Sasa baadaye wakakaa kama familia moja. Samson anasema, "Yaani umegoma kumlipia Ada pesa ya matibabu. Yaani na ila milioni 2 na wakati huo umekaa kwenye utajiri wake wenye thamani ya mamilioni." Shangazi mtu anaiangalia nyumba tu. Unakuwa na moyo mbaya kiasi gani? Nakumbuka jinsi kaka Richard alivyokuwa na wajali sana. Na sasa mnachomlipa ni ubaya. Kwa nini? Na nieni kuomba msamaha tu. Samson akasema, "Sasa nimerudi na kisheria mimi ndo nitaziangalia hizo mali zote mpaka wa mabinti wafikishe umri wanaoruhusiwa kuzimiliki. Kwa hiyo nitawachia mabinti waamue hatima yenu kwa sababu wao ndio wenye hii nyumba." Shangazi mtu anasema, "Ada, unajua kabisa nakupenda sana. Usijali jinsi nilivyokuwa nakutendea. Nilikuwa najaribu kukufanya uwe binti shupavu ili uweze kukabiliana na jamii." Oge anasema, "Hiyo ni nzuri sana. Na kama unavyotuona sisi ni mashupavu sana. Hii yote ni asante kwa shangazi yetu mpendwa Maria na binti yake." Shangazi mtu macho amemtoka. Ada akasema, "Nyewe wote wawili mnatakiwa mtoke ndani ya nyumba yetu sasa hivi." Samson akasema, "Nadhani mmewasikia wamiliki wa mali. Kwa hiyo ondokeni." Basi shangazi mtu na binti yake wakafukuzwa. Na Nanie anawaangalia tu, haamini macho yake. Sasa leo Ada anarudi nyumbani katoka hospitali kutibiwa macho yake. Basi wakakumbatiana pale na mdogo wake Oge. Basi wakawa wanaangalia pale movie pamoja. Basi familia nzima ikawa imekaa pamoja hapo sebleni. Furaha yao imerudi tena kwa mara nyingine. Samson anasema, "Baba yenu atakuwa na furaha huko alipo." Basi wakashikana mikono pamoja kuashiria upendo wa kweli. Upande wa pili, shangazi mtu na binti yake Nanie wanaonekana wanafanya kibarua cha kusomba matofali. Shangazi mtu anamwambia Nanie, "Fanya haraka. Haya matofali yanatakiwa yaishe ndio tupate pesa ya kula." Basi Nanie ni kulalamika tu, hajazoea hizo kazi. Mara Nanie akajisikia kichefuchefu na kukimbia kwenda kutapika. Yaani ana mimba. Shangazi mtu kuona hivyo ndio akapagawa kabisa. Basi na huo ndio unakuwa mwisho wa hii movie. Subscribe na turn on notification bell ili tuweze kukutana katika video nyingine.